Napenda sasa pam pam. Nipe pem 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 pem. Unatoa sasa pam pam. Nipe pem 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 pem. Sitoe bure bure. Jirani yangu unajua wewe. Ngoja kwanza msaidie. Ngoja msaidie kwangu. Unaweza kanatwanga hivi. Unaona hivi? Changamsha kidogo mkono. Hivi. Unajua nikwambie kitu jirani yangu. Katika wapangaji wangu wote humu ndani, wewe ndio peace peke yako. Nataka useme asante nikisema kama hivyo. Asante. Leo kuna kitu nataka niku surprise kidogo. Nafikiri itakuwa ni kigeni kwako, lakini utanisamehe kwa sababu nimeona ni mtoto mmoja mrembo mzuri na nini na mtaani kama hapa sasa hivi napata shida, watu wananisumbua kuuliza mpangaji wako yule. Kwa hiyo mimi kuna vitu nataka nikuulize. Kuna kitu kinaitwa flip the card. Yaani mimi nakuuliza swali na wewe unaniuliza mimi swali. Uko tayari? Niko tayari jirani. Utaweza? Nitaweza. Jirani. Toka huko ulikotoka kuja kuhamia hapa. Na umehamia hapa uko single. Lakini nimekuwa nikiona wanaingia wanatoka, wanaingia wanatoka. Hii ni nini? Kwa nini uchagui mmoja ukaishi naye? Ukiona hivyo ujue bado sijapata mtu sahihi, yaani mwenye vigezo ambavyo anapopaswa kuwa na mimi. Mtu ambaye anahitajika kuwa na wewe atakiwa awe na vigezo gani? Jirani, vigezo anavyotakiwa kuwa nao awe gentleman. Nikisema gentleman, mwanaume ambao anaweza hata kusimamia familia, kujua majukumu yake. Sijui unanielewa? Nakuelewa, lakini wewe nimekuona hauna hata mtoto, kwa sababu kuwa na mtoto ni moja ya familia. Huko mwenyewe unakuwa unabadilisha. Swala la mtoto ni mipango ya Mungu pia, na isitoshe ni kujipanga. Hawezi kukurupuka kubeba mimba na una uwezo wa kumlea mtoto, kumhudumia mtoto hivyo hivyo. Kwa hiyo hujapata wa kumwambia hivyo kwamba awe anasimamia majukumu yake. Wote walikuwa nao hujamwambia. Kwa sasa hapana. Unatarajia kuolewa lini? Hiyo ni mipango ya Mungu jirani, siwezi sema. Mwisho wa siku ndio hivyo, tunaona unafunda kisambu kwa sababu umekuwa unachagua kila siku. Haina shida, ndo maisha. Ungechagua aliye bora saizi ungekuwa ufundi kisambu. Angepatikanika, angechaguliwa. Si wanakuja hapa naona? Bado hujampata sahihi. Sasa jirani, wewe kwenye maisha yako ushaendaga kwa mganga kwa ajili ya mapenzi? Sijawahi kwenda na sitokwenda, kwa sababu karne tulionayo sio kwenda kumroga mpenzi, kwa sababu wapenzi wako wengi. Kwa nini ukamroge mtu wakati wanawake mko wengi? Nikisema leo nataka kuoa wanawake 10 na hao 10. Sasa ndio nikaroge kisa nini? Labda itakuwa hujampata ule umpenda. Hata kama nampenda, kwa nini nikamroge? Unajua dawa zina mwisho. Unapomroga mtu, dawa zikija zikaisha, mwisho wa siku mapenzi nayo yameisha. Sawa. Wewe ulishawahi kwenda kumroga mpenzi wako? Hapana. Kwa nini uendi kumroga? Kila kitu ni mipango ya Mungu. Kama amepaswa kuwa pamoja na mimi, atakuwa pamoja na mimi. Kama hajapaswa, atakuja ambao ni sahihi. Katika maisha yako ushawahi kuwa na mpenzi ambaye ulimpendea pesa, lakini wewe umpendi, ila kwa sababu ana pesa ndio kwa wewe unampenda? Yaani unapenda pesa zake na maanisha? Nilishawahi kuwa naye, ila mapenzi ya hivyo yanaenda yanaisha. Yaani unashindwa kuvumilia kwa sababu ni mtu ambao hujampenda, umeelewa? Kwa hiyo kuna namna tu akikufanyia unaona anakuboa. Si unapenda pesa zake, kwa nini akuboe? Ndio hivyo sasa, mapenzi hisia. Jirani, naomba simu yako mara moja. Utoe password. Simu yangu mimi? Una shida nayo gani? Na shida nayo nijue tu. Simu yangu mimi lazima chaji kwa sasa hivi. Basi sawa. Simu yangu mimi lazima chaji. Ndio kwa naenda kuchaji hapo mbele hapo.
Sawa. Nitakupa siku nyingine. Sawa. Kwa jinsi ulivyo jirani, naamini kwamba kutakuwa kuna DM nyingi ambazo zinakusumbua. Ni DM gani ambazo unazichukia na DM gani ambazo unazifurahia? DM nazochukia ni pale unaposti kitu, mtu kakomenti matusi, kakuandikia malaya. Umeelewa? Kwa hiyo unachukia matusi? Sipendi. Malaya ni tusi? Ni tusi. Huwezi kuitwa malaya na sio malaya, inaumiza. Kwani kubadilisha wanaume kila siku, hii sio malaya? Hapana, sidhani kama ni umalaya. Ni nini? Kwenye maisha hawezi kuzaliwa papu kwa kuwa ukawa mtu mzima ukapata mwanamke papu ukamuoa huyo. Sasa unachukia kuitwa malaya, na ndio kwa maana hata kutafuta maisha lazima ujichanganye then ndo utatoboa. Ndio iko hivyo. Vipi siku wao unawapitisha hao wakija wakagongana, yaani wakija wakikutana siku hiyo nini kitatokea? Na wewe utachukua maamuzi gani? Sidhani kama wanaweza kugongana, kwa maana wanakuwa wanakuja kwa appointment. Mtu hawezi kuja kwangu from nowhere. Lakini milima ikutani, ila binadamu wanakutana siku tu. Umekosea timing, wamekuja wamegongana. Maamuzi gani ambao utachukua? Sitafanya chochote, mimi nitawaacha. Utaacha wauane? Watajua wenyewe. Sasa mimi nifanyaje? Ina maana wewe upo kimaslahi, wapendi wao, na hiyo ni kesi ujue. Ndani hapana, kwa sababu wakiuana mbele yako alafu chanzo ni wewe, ujue serikali haitakuacha. Mpaka watu wauane watakuwa hawana akili timamu. Hivi jirani wao ushawahi kufikiria jinsi utakuja kumchiti labda mpenzi wako hivyo? Kumchiti kwa namna gani? Mpenzi. Kumchiti mpenzi wako inategemea kwa namna moja ama nyingine. Aidha maelewano labda hakuna, maisha. Kwa mfano kama mimi labda na mpenzi wangu ambaye tunaelewana, tumeishi kwa muda mrefu tukiwa tunaelewana hivyo, lakini ikatokea labda kuna mpenzi ambaye ananihitaji mwingine, alafu maisha yake mazuri, na maanisha ana fedha, mimi naweza nikatoka nikaenda kwa mpenzi mwingine kwa sababu ya fedha. Lakini kumbuka huyo mpenzi wangu pia nampenda, ila kilichonitoa kwenda kwa mpenzi mwingine ni pesa. Kwa hiyo inategemea na namna hiyo. Wakati mwingine sio kila mtu anayemchiti mtu ni tamaa ya mapenzi, hapana. Wengine wanaenda kumchiti mtu kwa tamaa ya fedha. Kwa nini sio kimwili au umbo iwe fedha? Na wewe ni mtoto wa kiume, unapaswa utafute pesa. Kwani kila mtu anatafuta pesa anapata? Unatakiwa upambane utafute pesa upate. Ushapambana umekosa, na ndio imetokea fursa kama hiyo. Kwa nini usifanyie kazi? Kwa hiyo wewe jirani utakuwa tayari kulelewa? Kulelewa kwa maana ipi? Labda ukichiti kwa sababu ya pesa, wewe ni mtoto wa kiume, ukaenda kuchiti kwa mwanamke mwenye pesa, anakuwa anakulea wewe, uko tayari? Sasa analea kwa maslahi. Analea kwa maslahi na nilinakukaa akilini kabisa. Mimi nakubali kama pesa ipo. Hata wewe jirani, kama pesa ipo, mimi unanilea, nakubali, si hela tu. Sasa jirani, nikuulize kitu. Ukiwa kwenye mahusiano yako, mpenzi wako akiwa period, jinsi gani unamtake care? Mimi huwa mara nyingi mpenzi wangu akiwa kwenye period, najaribu kumuonesha upendo, ya kwamba namtweet, yani kumuonesha kwamba ile hali aliyokuwa nayo sio ugonjwa kwangu. Naishi naye kama nilipokuwa naishi naye hapo nyuma. Kwa hiyo sio ugonjwa ile kwa upande wangu, anakuwa kawaida tu. Na masuala ya majukumu ya nyumbani nafanya kama kawaida. Majukumu ya vipi?
Kazi za nyumbani, kukupikia, kuosha vyombo, kudeki. Kuna mwingine akiwa period hiyo haimbani kuendeleza kufanya shughuli zake za kawaida nyumbani mbali na sex. Kwa hiyo vingine tunasaidiana. Na kingine, mke wako yuko period na wewe unakuwa una feeling, una hisia za kimapenzi, unatatuaje haja yako? Basi zipo njia nyingine za kutatua hizo feelings za sex. Sizipo? Au unaona kutatua feelings za sex ni mpaka kumuingilia mke wako? Waona mchiti? Si mchiti. Kuna njia za kutatua hicho kitu na ukawa comfortable tu kabisa. Kama njia gani? Unataka kujua? Zipo, kuna njia kuna njia za sabuni, lakini sishauri watu wafanye hivyo. Kuna njia za sabuni, kuna njia nyingi za kuweza kutatua hivyo vitu na ukawa sawa na usimchiti mpenzi wako. Jirani, tulikuwa tumeingia kwenye mahusiano, ikatokea nimebeba ujauzito wako, mara ghafla ukashangaa nimeutoa. Kitu gani yaani utajisikiaje? Yaani utoe ujauzito wangu mimi? Mimi moja kwa moja unaenda kwenu, kwa sababu yani haunipendi mimi, kwa sababu unapotoa kiumbe changu mimi na maana wewe hunihitaji mimi. Kwa mimi moja kwa moja siku hiyo unafungasha virago vyako unaenda kwenu. Mahusiano ndio yamekufa na mimi. Kwa hiyo jirani, ukiwa kwenye mahusiano na mimi utaweza kunihudumia? Hiyo inategemea na jinsi wewe unavyonitreat mimi. Kama wewe unanijali mimi, unanithamini, kwa nini sikuhudumie? Sawa jirani, ikitokea mimi na wewe pia tupo kwenye mahusiano, ukaja kujua baba yako labda ni sponsor wangu. Baba yangu mimi mzazi? Baba yako wewe mzazi. I say, yani kwa mimi binafsi mapenzi hakuna. Yani wewe ndio katembea na baba yangu mzazi? Aisha kuwa. Na kwa nini ufanye? Au maybe anaendelea kuwa. Umenikuta niko na baba yako kwenye mahusiano. Ni kwa bahati mbaya au kwa maslahi au kwa vipi yani mpaka uwe naye? Yaani kuanzia hapo nimekuambia babako mzazi ni sponsor wangu, ni kwamba niko naye kimaslahi. Na kwa nini usiniambie toka mara ya kwanza? Imetokea ndo tushapendana, sasa tutafanyaje? Mimi tunaachana. Siwezi kuendelea na mahusiano haya. Utakuwa hujanipenda. Potelea mbali, lakini siwezi nikaendelea. Yaani mimi baba yangu unatembea naye, alafu na wewe unatembea na mimi, alafu bado naendeleza mahusiano kweli? Haya, sawa. Na ikitokea labda hivi ni kaka yako au ndugu yako? Kimsingi siwezi. Yaani kwa kawaida unatembea na familia yangu, alafu mimi tena naendeleza mahusiano na wewe kweli? Umeisha duniani au uko peke yako? Sawa jirani. Hivi wanawake huwa mnapenda nini hasa? Yaani ili tujue wanaume kwamba hiki ndio wanapenda wanawake ambacho ukiwapatia watakuwa wako sawa kwenye mahusiano tuseme. Wanawake tunapenda kujaliwa, kupewa kitu tunachokihitaji, iko hivyo. Na mbona mnajaliwa na bado mnakuwa mtulii kwenye mahusiano? Sidhani kama mwanamke ukimhudumia vizuri na kumjali, chochote anachokihitaji ukampatia, sidhani kama anaweza kukucheat. Labda wewe una mapungufu mengine. Na kwa nini wanawake wazuri hamuolewi? Mnaishia tu kuzeeka hivyo hivyo. Atolewi kwa sababu wanaume wanaangalia muonekano. Wakisha kuona ni mzuri, wanaogopa. Yaani wanaogopa kwamba huyu mwanamke ni mzuri, atakuwa na nini? Na mambo mengi. Kumbe sivyo. Pia wanaogopa kuhudumia, wanaona kama ana gharama kubwa. Toka bale yako mpaka sasa umewahi kutembea na wanaume wangapi? Kibao. Yeah, kibao. Kama wangapi? Kama 10, 20. Kutoka bale mpaka sasa hivi? Sasa kwa nini utembee na wao wote? Unajua mahusiano ni kama fumbo. Huwezi jua ni mtu gani sahihi kwenye maisha yako. Wewe umekuwa unajaribu yani. Labda huyu, labda huyu. Na maana wewe sio mwaminifu kwenye mahusiano. Siwezi jua Mungu kanipangia mtu gani. Ipo hivyo jirani. Kwa bado unatafuta mwanaume sahihi? Yeah, bado natafuta. Sana siku ikijulikana kwamba
Kwa wanaume wote ambao umetembea nao alafu kaja ukaenda ukapima kijulikana una virusi, utaichukuliaje? Sio rahisi mimi kupata maambukizi ya ukimwi. Kwa maana niko makini sana na hilo swala. Kwani wanaopata virusi vya ukimwi hawako makini? Yeah, of course. Kuna kinga. Kinga zipo lakini inatokea. Hapana, sidhani. Kwa hiyo hautopata virusi. Kwangu mimi haiwezekaniki. Kwa nini? Kwa sababu mimi najikinga hivyo. Pia isoshe. Kila nikifanya sex napima, before sijafanya sex na huyo mwanaume lazima nipime naye. Sasa ndio ishatokea, ushapata. Utaichukuliaje? Hiyo ni changamoto kubwa sana. Siliombei nipate. Kwa hiyo siwezi kusema chochote hapo. Na kwa nini mnawafanyia wanaume limbwata? Ili iweje? Mwanaume akiwa asikii chochote, haudumii, anakuwa nyana kujali, lazima afanywe limbwata. Hivi toka balee yako, toka ulivyobalee mpaka hapo ulipofikia, ni kitu gani ambacho unapenda kwa mpenzi wako? Aidha akuguse au akurambe. Usinifikirie vibaya, sina maana mbaya. Ni kitu gani ambao una feel zaidi unapokuwa na mpenzi wako? Kuna hivyo vitu ambavyo nimekuuliza. Jirani, mimi nikiwa na mpenzi wangu, mimi napenda au tuwe tunapapasana, tushikane, kiss, romance, ndio vitu ninavyopenda. Akupapase wapi? Anishike kokote. Kokote? Na hivi vikuku nakuaga ni vina maana gani mkivivaa tu kama nyinyi? Hivi ni urembo tu, tamaduni ya Uswahili. Havina maana nyingine yoyote? Hapana jirani. Kweli? Mbona kuna wengine nasikia wakivivaa hivyo kuna maana fulani ambayo wanaizungumzia, lakini mimi sina uhakika na hilo, ila nasikiaga. Amna, kila mtu na kitu anavyojaji. Wengine tunavaa kama urembo, wengine ndo kama hivyo. So kila mtu na jinsi anavyochukulia hili swala. Mwingine akikuona atasema malaya, mwingine akikuona anaona tu kama culture. Ulivyoingia paka ule yako kwanza ulisema mimi ni mzuri, si ndio? Yes. The way unavyoniona jirani, nikigeuka, jirani, wewe kama mwanaume unahisi chupi gani inaonienea mimi, au chupi ya rangi gani itakao nitosheleza mimi? Sijakuelewa vizuri. Na maanisha hivi, kwa jinsi unavyoniona mimi mwanamke, the way nilivyo, ukiniangalia chupi ya rangi gani labda inaweza kanipendezea, au ni inanienea chupi gani, au ni chupi gani napaswa kuivaa? Swali mbona kama mtego jirani? Kwa mimi kama mimi binafsi yangu, ingekuwa wewe labda ni mke wangu au mpenzi wangu, mimi nilikuwa napenda chupi ya pink, ndio ingekufaa wewe kuivaa, maana ingekuwa inaendana na rangi yako. Lakini pia nyeupe. Nyeupe haiendani na wewe, sababu wewe ni mweupe, alafu vae tena chupi nyeupe, haiwezi kuendana. Aidha chupi ya pink, au kama nitakosa labda kukuchukulia chupi ya pinki, naweza nikakuchukulia nyeusi, tena isiwe kubwa. Kuna vichupi fulani hivi, yaani sio kama unavaa koti, amna. Kuna vichupi, unanielewa nadhani ninaposema hivyo, sio kubwa, sababu jirani wewe umejaliwa. Kwa hiyo kuvaa chupi kubwa na mazingira ya joto sio nzuri. Takiwa chupi fulani kidogo dogo hivi. Jirani, kwa mfano wewe, mimi ndio nishakuwa mpenzi wako, alafu nimeikuta simu yako, nimeichukua, nataka niikague, alafu umenipokonya hivi kwa haraka haraka, nini nitakimbilia kufuta kwenye simu yako ili mradi mimi nisijue chochote? Cha kwanza lazima niende upande wa message nikafute. Kwa maana kwamba sio mwaminifu. Hakuna mtu mwaminifu duniani. Kipi bora kwako, kukosa simu kwa mwaka mzima au kukosa sex kwa mwaka mzima? Jirani, kukosa simu
bora kuliko kukosa seksi. Unajua si binadamu kwenye swala la kuseksi lipo kwenye maisha, ni pamoja na maisha, kwa maana hizo ni feeling, ni hisia. Kwa hiyo kwako bora simu, bora seksi. Bora seksi. Yeah. Na kitu gani ambacho unakipenda kwenye mwili wako? Mimi kila kitu napenda kwenye mwili wangu. Napenda shape, napenda rangi. Mmekuwa mnasifika sana kwa kuchukua wanaume za watu. Kwa nini hamtafuti wa kwenu mkatulia nao na mkawatengeneza wakawa wametulia? Kwenye kuchukua wanaume wa mtu, mwanamke hamchukui mwanaume wa mtu, bali mwanaume ndo anamfuata yule mwanamke. Mwanaume ndo anatakiwa ajue yeye yuko sehemu gani. Iko hivyo. Wewe ulishawahi kuchukua mwanaume wa mtu? Jirani wewe unatisha. Wewe kiboko, mimi sikuwezi. Uniwezi. Lakini jirani, kuna kitu tutaongea siku nyingine, sababu naona wewe una vitu. Sawa, karibu. Nimependa. Sawa, asante. Haya, pika tule. Haya, karibu jirani.